na huzuni moyoni, mimi simbi nalia, namlilia marebo amekataa kuokoka. Anatafuta jinsi ya kuvaa kama wale wa secular, anatafuta jinsi ya kuishi maisha kama yale ya secular. Hapo ndipo wanapopotea. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba gospel ni gospel na secular ni secular. Sasa nilipowaambia Watanzania walikataa hilo, ndio maana wakafunga ule wimbo. Kwa hiyo hayo ndio matatizo ya kisiasa niliyoyapata. Kuna wengine wanasema ule wimbo wa Amerika ulipoimba kwamba msiabudu Amerika pengine ulinipa matatizo, sidhani. Okay, tukizere ko umeze neza, tukizere ko muri amahoro abari hirya no hino mu migabane itandukanye irimo Afrika dutuyemo. Twebwe hano turi abanyamakuru, murabona ko imbere za kamera zacu hari abapapa babiri, ariko mbere yaho ko tuza kubavuga cyangwa se baribuze kwivuga. Ngewe nguyu nitwa Muhire Didier Notable as executive presenter wa The Voice Showbiz Entertainment. Ndi kumwe na mugenzi wanje Rutewakajiste kuva kuri IITV1, turi kumwe na Metos kuva kuri Metos TV. Abana abanyamakuru ibinyamakuru bitatu twaterana hano kugira ngo tuze tuganire byinshi bitandukanye n'abakozi b'Imana hano. Naam, ndugu zangu wasikilizaji wapendwa, mko wapi, mko kivipi, mnaendeleaje? Tuko hapa kwa ajili ya kuongea mawili matatu na watumishi wa Mungu, mapastors. Tuna mwimbaji ukimuita bingwa wa mabingwa hapo na bado hajakosea. Tunamjua, lakini baada ya hayo atakuja kujitambua. Hapo tuna watangazaji watatu. Mimi nafahamika kama mtangazaji wa The Voice Entertainment kama Muhire Didier Notable. Nina ndugu yangu Rutewakajiste kutoka kwa Radio and TV IITV1. Tuna ndugu zangu kutoka kwa Metos TV. Hao ndio wana habari, tunataka tuongee mawili matatu. Baada ya hayo tunataka tuanze tukijua hao watu ni wanani, lakini baada ya nimewajulisha kama ni mabishop, ni mapastors na ni mwimbaji bingwa wa mabingwa. Karibuni ndugu zangu. Asante sana. Majina yangu najulikana kama mchungaji Faustini Munishi, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Munishi. Amen. Okay. Tuna mchungaji kando yako na yeye anaweza akajitambue mwenyewe. Mimi naitwa Mzichaza Moizi. Naishi hapa Kenya. Mchungaji kutoka kanisa gani? Mimi ni mchungaji wa kanisa la Church on the Rock Assembly. Baada ya hayo wiki maisha tulikuwa na mkutano hapa kwa Church on the Rock Assembly hapa Nairobi Kasarani, ambao tulikuwa na mchungaji na ni mwimbaji. Tukisema bingwa hapo watu wengi wanajua ni Munishi, amejitambua tayari. Tunataka tuongee mawili matatu kuhusu safari yake kimuziki, tujue ni nini, alafu tutaongea kuhusu mkutano. Pastor Munishi na mwimbaji pamoja, unaweza ukatuambie safari yako kwa kifupi kimuziki? Safari yangu kimuziki ilianza mwaka 1980 pale tu nilipompa Yesu maisha yangu, nikazaliwa mara ya pili, dhambi zangu zikasamehewa, jina langu likafutwa kwenye kitabu cha hukumu, likaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Baada ya hapo tu nilianza kujifunza chombo cha muziki na nikaanza uimbaji moja kwa moja mwaka huo huo wa 1980. Naam. Yes, na baada ya hayo unaweza ukajitambulisha, wewe ni Mkenya, wewe ni Mkongo, wewe ni Mtanzania, wewe ni Mrwanda ama mu Uganda? Mimi ni Mtanzania lakini nimeishi Kenya kwa muda mrefu wakati nilipoanza tu kuimba nyimbo za Injili. Ndio. Wewe ni mzazi ama? Mimi ni mzazi, ndio, baba wa watoto watatu. Mke wangu anaitwa Priska Munishi, mimi ni baba, mimi ni mchungaji, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Vitu vyote hivyo vinanifaa mimi. Okay, baada ya hayo umeingia kimuziki, aje umeingia kipasta? Upasta ni baada sasa ya kuimba kwa muda mrefu, mwaka 1995 ndio nikawa mchungaji. Mimi nakujua nikingali mdogo sana huko nyumbani kijijini, nikifuatilia nyimbo zako hapo. Wewe ni bingwa tukisema hivyo, pastor mchungaji. Acha nipe nafasi ndugu yangu mwanahabari mwenzangu Jister Tebuka kutoka kwa Radio IITV1 and TV akuulize swali lingine ndugu yangu.
Asante sana. Kabla tuendelee na kipindi hiki, tungetaka kujua mabishops hao wawili wamepatana aje. Leo tunajua hamkuwa mnashiriki kwa kanisa moja. Kuwapata kwa kamera zetu leo mkiwa pamoja, ni kitu gani kinaendelea? Ndio, mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili, na waimbaji ama wachungaji wengi na watu pia kutoka katika milima ya Mlenge walinisikia kitambo hiyo wakati ninatoa kaseti yangu. Kule Kongo mnaziita bande. Na mchungaji hapa ama askofu hapa wa kanisa hili la Church on the Rock hapa Kenya, yeye pia alikuwa ni shabiki wa nyimbo zangu kule Kongo alipokuwa mdogo na yeye, na nasema kwamba alikuwa anaimba nyimbo zangu, nafikiri mengine atasema mwenyewe. Lakini alinitafuta nikiwa Tanzania, akanialika nije kanisani hapa, na kwa kupitia mwaliko wake na kanisa hili la Church on the Rock ndio maana mnaniona hapa. Kanisa hili liligharamika kuniwekea petroli kwenye gari yangu ambayo mmeiona hapo nje, nikaweza kusafiri kutoka Tanzania mpaka nikafika hapa, na tumekuwa na huduma nzuri sana kuanzia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na jana ndio tulitamatisha huo mkutano uliokuwa mzuri sana. Na leo mchungaji alikuwa akiniaga, lakini akanikumbusha kwamba kuna wapasha habari ambao na wao wanataka kuongea na wewe. Sasa nikamwambia tuongee nao, yawezekana katika upashanaji huu wa habari wakatupeleka sehemu zingine ambazo sisi hatujulikani. Kwa hiyo ndio sababu tuko hapa. Asante sana. Tunajua uko na historia refu sana na ni tamu tena zaidi. Ndiyo. Lakini tungetaka kwanza Bishop Zichaza atuambie kumpokea Munishi ambaye alikuwa akimsikiliza kwa muda mrefu kwa band cassette kama venye umetamka. Umelichukuliaje kumpokea kwa kanisa lako? Karibu mtumishi. Asante sana. Nashukuru sana. Ukweli ni kama miujiza ya Mungu, kwa sababu nakumbuka wakati tulipoandaa mkutano huu, tuliketi chini kama kawaida na kanisa mengine, tukafikiria ni nani mgeni ambao tutaalika hapa. Wakati walipofika kwa hiyo point, immediately nikamention mchungaji Munishi, kwa sababu kama alivyosema, mimi nyimbo zake, mimi nilikuwa mwanakwaya tangu zamani. Nyimbo zake hata nimesema hapa kanisani, mimi ni miongoni mwa wale watu kama 8 walikuwa wakishika nyimbo sana kwa kaseti yake. So tukafundisha wengine. Kuanzia hapo nilikuwa ningali mdogo sana, lakini nikasikia nyimbo zake zikanipendeza. So wakati tulipoandaa mkutano, ndio nikatafutisha namba zake, nikampigia hapo, tulikuwa hapa kwa church. So wakati nilipompigia, na yeye hakujuta, immediately amekubali na akakuja. Asante sana. Lakini tungetaka pia kujua, hata kama kuna historia refu sana ya Bishop Munishi, lakini pia wewe tungetaka kujua ka historia kako kwa kiufupi. Tuambie historia yako venye umeingia kwa kazi ya Mungu na kuanza kushughulikia hadi sasa hivi tunajua kama ili kanisa ni wewe ndio unaiongoza. Historia yangu ni ndefu na Yes. Najua siwezi nikapata muda wa kuiongea, lakini mimi nimeanza kazi ya huduma tangia mwaka wa 2006. So ndio nimeanza kazi ya huduma, ndio nimekuwa mchungaji. So ni historia ndefu, kwa sababu mimi nimekuwa mchungaji nikiwa huko Minembo kwetu. Lakini wakati huo nilikuwa nikisoma hapa Kenya. So hapo ndio nimeanza mwito wangu kuanza 2006 mpaka leo. Yes. Lakini nilikuwa nimeanzisha kanisa huko. So ndio nikarudi tena hapa Kenya. So nafikiri maisha yangu ni marefu sana kwa muda ambao niko nayo. Siwezi nikataja, lakini nashukuru Mungu kwa sasa tumeanzisha tena kanisa hapa.
Yes, kuna vile ukitaka kualika mfanyakazi wa Mungu aje kwa kanisa lako, pengine kuna mahitaji fulani anaweza akakuitisha, kuna vitu zingine anaweza kuambia ati haitawezekana. Bishop Munishi haikuwa rahisi, haikuwa ngumu sana kwako kumpata ili akuje hapa? Ukweli hakuna ngumu wote, kwa sababu ndio na mimi nimeshangaa. Imagine tulikuwa kwa mkutano wa kuandaa mkutano, tulikuwa kwa meeting tukiandaa mkutano, hapo ndio nikampigia simu, na tulikuwa wengi walikuwa wakisikiza nikiongea naye. Hakuna neno lingine ambayo amenielezea. Yes. Kwa sababu tu amenielezea ako na mkutano mwingine, na ni kweli amekuja hapa akiwa kwa mkutano mwingine kwa Tanzania. So akanielezea hakuna shida, yeye ako ready atakuja. Kwanza hiyo imenishtua sana na imenishangaza. Kile kitu ambacho kimenishangaza ni hiyo, kusema mtu kama yeye, mchungaji Munishi ama mwimbaji, ni mtu ambao ni wadhamani sana. So amekubali bila masharti yote. Kwa sababu hii mambo, na mimi najua kama mchungaji ni mhubiri, kuna wengine wana masharti fulani, lakini yeye amesikiza na akakubali haraka. Yes. Mwimbaji Munishi, ndio nipe wenzangu pia wapate kukuuliza maswali kadhaa. Ningetaka kujua shida gani ambazo umepata kwa injili hii ya Mungu. Kuna wengi sana wamewahi kusikia mashida nyingi ambazo umezipata kwa kuhubiri neno la Mungu, kwa kuimba nyimbo zako, lakini kiufupi sijui kama unaweza tuelezea yale ambayo yamekukumba, ambayo yalikuwa magumu, hata wewe mwenyewe ukasema nikitoka hapa kabisa nitamshukuru Mungu. Yako mengi magumu, mmojawapo likiwa ni hilo alilolizungumzia mchungaji Askofu Bichaza Moise. Amesema aliponialika nilimkubalia bila masharti, alafu nikaja kwenye mkutano